Rumugusie. Kigima omwancho muri ya wegeta seni Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunda yega ya gatatu chinga kitogenda gusanga imeyo morobiri obwensa kya bono mambya mancho muri kera lili tukeligalia Jumanne kerto kumurikira amangana ali aringete obo cheno tawato kumanyanga omageni tobereka gwikira nagaiga ase studio erinde tobeto gusanga nere amange abekago tomanya igoro yoboroire bwa pneumonia anene asenseme yabana igoma nchumulilia ngokwaliga ni bene ilinde tobeto gusanga ase obwa mogende gotubwete sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net boygo wasanga na intwe gwetera ase namba yesimi ya 0792192834 ilinde beko gutumanya nkayukubwatia omorobeli korum Tangereli bageri gali abene kwaligani daktari ase studio atumanyena kyakorokwa naende ngai yakorokoro. Karibu sana daktari. Yes. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unatoka wapi? Kwa majina naitwa Daktari Calvin Lizanga. Nafanya kazi Mount Olive Medical Center. Na pia nafanya kazi Homa Bay County. Leo niko hapa tuongee juu ya ugonjwa wa pneumonia hasa katika watoto. That is from 2 months to 59 months. Asanteni sana. Na karibu sana daktari. Pengine unaweza tuelezea Mount Olives inapatikana wapi? Mount Olives Medical Center inapatikana Kisii County, Kitutu Chache South, market ambayo inaitwa Mosocho Market. Opposite Pillars Restaurant. Ama opposite Mosocho Petrol Station. Ama near Mosocho Police Station. Hapo ndio tunapatikana. Okay. Yes. Unaweza tuelezea tu kwa kifupi services zenu ni zipi? Services zetu ambazo tuna offer free consultation. Tuna offer free weighing. Tuna offer free deworming. Ukija ukule deworming ni free. Alafu pia tuko na laboratory services, family planning, tunafanya family planning, tunafanya psychological counseling, tunafanya clinics za diabetes, hypertension, rheumatoid arthritis, ulcers, hizo clinics zote tunafanya. Alafu pia by next month, God willing, tutakuweza maternity services. Okay. Yes. Umeamua kujali wanawake wanawake lazima. Ajia kumekuwa na baridi mingi sana. Lazima tuwajenge wa mama pia. Okay. Yes. Nashukuru sana kwa kuitikia wito kufika katika studio yetu asubuhi ya leo ili kuweza kuzungumza na mpenzi mtazamaji. Yes. Daktari, siku ya leo tunapenda kuangazia ugonjwa wa pneumonia. Unajua kumekuwa na dalili nyingi sana. So kwa watoto unajua ni vigumu kujua mtoto wako ako na ugonjwa upi. Pengine unaweza tuelezea huu ugonjwa wa pneumonia ni ugonjwa upi? Ugonjwa wa pneumonia, the word pneumonia kwa kizungu is inflammation of the lungs. Mapafu kama imefura kwa kizungu medical term tunaita pneumonia. Na ugonjwa wa pneumonia unakuja kwa sababu ya a bacterial infection ama viral infection ama fungal infection. So in English, in short, tunasema kwamba pneumonia is inflammatory process of the lung due to bacterial, fungal or viral infection. Na hapa unapata kwamba kwa watoto ama kwa watu wakubwa generally, the most common bacteria inaitwa Streptococcus pneumoniae. So Streptococcus pneumoniae ndio ina cause bacterial infection ambayo inaitwa pneumonia. Na kama ni viruses
tuko not call Escherichia viruses. Hasa hizo zina cause mambo na infection ya hii pneumonia. Pia tuko na fungi ambayo inaitwa pneumococcal girovensii ambayo ina cause pia pneumonia. Yes. Okay. Asante sana kwa kuelezea hivyo. At least mpenzi mtazamaji ameweza kujua huu ugonjwa wa pneumonia, huu ni ugonjwa upi. Yes. Pengine nini huwa tunasababisha huu ugonjwa? Yeah. Vile nimeelezea, most of the times ni because of infection. Na unapata kwa watoto, leo tunaongelea juu ya watoto specifically. Unapata because pneumonia is viral, mtoto kama wanacheza, unaweza pata kwamba mtoto mmoja anaweza ambukiza wengine. Most of watu ambao wanaishi kwa congestive places like rentals, slums, unapata pneumonia inakuwa very very common, being that ni viral. So unapata viral by contact ni rahisi sana kuipata. Number 2, kitu ambayo pia inaweza fanya mtoto apate pneumonia ni weather. Very dry, very cold environmental conditions zina precipitate mtoto awe na pneumonia. Yes. Okay. Yeah. Number 2, namba nyingine pia another point, wakati mtoto ako na homa ya kawaida. Mtoto ako running nose, makamasi kama pua, au fanyi chochote hujatibu mtoto. Huyu mtoto hii running nose inaweza complicate iwe pneumonia. Yes, so pneumonia comes in those stages. Okay. Yes. Ndiona sana mwanche mulire wetu Senekyandizi TV nikafanya nitakusanga imeyomoro wele wensaki abono mambya astoga nitakusanga nere Dr. Calvin Lizanga kwa Senekari ya Mount Olivet Musocho oyoga nataka kusemia amange ingoro yogoro ile wani umoja basense meli yabano mwanche mulire Tanya kwa table niliansi ase daktari kama ujumbe ya genke witrase namba yesimi ya 0792192834 elinda biko tumanya soko bwa kimoro biko na bolo bodi ya ase daktari ndireli eli biko sanga nitwe witra asense meli ya mitandao Ndizi TV News digital asense ya Facebook YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net linda tabutosanga asobwa mu machimo naboko bako kuboliri bodi ya kubwatikana anoborero bweke uno asense meli y'abana keto gukwanira sense mo y'abana nabo tumanyanga eko batayibori bodi ya msindere senchuga nite kumanya kwa daktari kubwatikana anoborero bweke uno bwese ni umoja. Pengine daktari anaweza kuelezea dalili za ugonjwa ni zipi? Dalili za ugonjwa wa pneumonia hasa kwa watoto ambao tunaongelea siku ya leo, mtoto lazima awe na kikohozi. Kikohozi. Cough is one of the signs and symptoms of pneumonia. Cough. Watoto wengine pia watapresent na difficulty in breathing. Kupumua inakuwa ngumu. Mtoto anajaribu kupumua lakini hewa haipiti. Hewa haipiti kabisa. Hiyo pia ni dalili ya pneumonia. Dalili nyingine inakuwa na chest pains. Mtoto anasema mami nasikia kifua. Unasema mtoto mdogo kama huyo anakuwa na kifua kwa nini? Kifua inakuuma, nani amekugonga ama something like that. So chest pain hiyo ni cardinal sign of pneumonia. Alafu pia watu kama hawa unapata wengine wanaweza present na wheeze. Wheezing is categorically kwa ugonjwa wa asthma. Na hawa watoto pia wanaweza kuwa wanakuwa na wheeze, kifua inalia. Hiyo pia ukisikia na watu kwa stethoscope ama unaweza sikia kwa masikio tu, utasikia kwamba that's another sign of pneumonia. Na hiyo lazima usikie na stethoscope ndio udifferentiate sauti ya pneumonia na sauti ya asthma. Alafu pia kwa watoto wengine pia wanapresent na joto. Fever of more than 39 degrees Celsius. Mtoto anakuja anaangaliwa malaria, hakuna malaria, anaangaliwa stool, hakuna kutoka stool, mtoto akona joto. Asa lazima uangalie mtoto vizuri from head to toe examination. Utapata kwamba mtoto huenda akawa na pneumonia. Watu wengine pia si lazima wakohoe ama wakue chest pain, mtoto amechoka tu. So hiyo your head to toe examination kama daktari ndio tukueleza kwa mtoto ako na pneumonia. Yes. Alafu ingine pia mtoto kwa lethargy.
mtoto amechoka tu, ana furaha, amechoka tu. So lethargy is another sign and symptom of pneumonia. Yes. Okay, hizo ni dalili ambazo mzazi anaweza ona pale nyumbani. Yes. Kudhibitisha kwamba mtoto wake ako na. Yes, na hizo dalili ni ya pneumonia. As a just pneumonia, simple pneumonia. But we have for severe pneumonia, pia kuandaliza severe pneumonia. Severe pneumonia dalili ya kwanza utapata mtoto kama akona blue coloration of the skin. Na utapata kama vidole zinakuwa bluish in color. Ama lips za midomo zinakuwa bluish. So bluish coloration inaonyesha kwamba oxygen saturation kwa mwili imeenda chini. When oxygen levels are below the normal levels, in children we say any oxygen saturation of less than 90, that's a danger sign of pneumonia. So wakati oxygen saturation is less than 90, wengine watakuwa na presentation ya blue coloration. Alafu pia kwa severe pneumonia utapata kama mtoto wengine kuna watu call head nodding. Mtoto anafanya kichwa hivi. Mtoto anafanya kichwa hivi. It's called head nodding. Head nodding. That's a sign and a symptom. That's a sign of severe pneumonia. Wengine watakuwa na grunting. Mtoto anapumua hivyo. Hiyo ni grunting. Pia hiyo ina maana kama mtoto ako na severe pneumonia. Ni hizo ndio za ile common. Yeah. Itafikia watu useme mtoto ako na severe pneumonia. Yes. Asa pneumonia, asa hiyo lazima tu classify pneumonia. In medicine tuna classify pneumonia. Kitambo tulikuwa tunasema kwamba no pneumonia, pneumonia, severe pneumonia, very severe pneumonia. Okay. And we treat differently. Lakini siku hizi kuna update ya 2022 update ambayo inasema tuko na no pneumonia, pneumonia or non-severe pneumonia, then we have severe pneumonia. Yes. Okay. So wakati mtoto ako na no pneumonia, no pneumonia, utapata kama mtoto ako na cough tu ya kawaida, makamasi, running nose. Kitambo tungesema upper respiratory tract infection. Siku hizi atutumia hiyo term ya upper respiratory tract infection. Siku hizi tunasema no pneumonia cough or cold. No pneumonia cough or cold. Okay. Yes. Alafu pia hapa kwa pneumonia itself now. Pneumonia itself now. Pneumonia hapa unapata mtoto akona what call ana present na lower chest wall indrawing. Utumbo unaona kama tumbo ina dance, inaingia ndani. Okay. Tumbo inaingia ndani. Tumbo inaingia ndani. Lower chest wall indrawal. Number 2, unapata kama hizi muscles za kifua akipumua zinaruka juu. Intercostal recession. In medicine it's called intercostal recession. You see many kids presenting with intercostal recession. Na wengine pia kwa hii unapata kama kuna hii mapua inacheza. Inacheza. Naona? Naona? Yeah. Hiyo inaitwa flaring of the alonasi. Unaona watoto mapua iki dance. So inaitwa flaring of the alonasi. Asa hapo ni kwa ile pneumonia sasa. Asa kwa very severe pneumonia. Asa hapo ndio mtoto ukiangalia we have the pulse inaitwa respiratory timer. Okay. Hii. Ukifinya hivi unasikia clear? Kama ni mtoto wa 2 to 11 months. Kama hii respiratory rate iko more than 50. Tunahesabu na inalia ukihesabu 1 2 3 mpaka 15 minutes, then you multiply by 2. Kama italia more than 60 rates per minute, 50 rates per minute, mtoto ako pneumonia. Na kama mtoto ako from 1 year to 59 months, hii respiratory rate timer ikilia more than 40, ikiwa more than 40, mtoto ako na pneumonia. Regardless ya kikohozi hakuna, chest pains hakuna, hii inasaidia sana kujua kwa mtoto ako na pneumonia. Na pia kama unaona kama ako na very bad difficulty in breathing, this is what we call pulse rate, pulse oximeter.
Okay. Ukipima mtoto hivi sasa, kama iko less than 90, kama iko less than 90, mtoto unaweza kuwa ako na pneumonia. Okay. Yes. Na pia ikiwa less than 90, mtoto huenda ako na pneumonia. Alafu pia iki stethoscope utasikiza kifua, usikie venye iko. Ukiweka stethoscope, utasikia some captations. Sauti ambayo inalia kama karatasi ambayo imekunjwa, captations. Krrr, krrr, krrr. Hiyo pia ni pneumonia. Sasa hizi vifaa vitatu lazima daktari yeyote ambaye anaona mtoto awe na hizi vifaa vitatu. Okay. Kisha baadaye daktari pia afanye what you call head to toe examination. You can diagnose pneumonia hata bila kuwa na hizi vifaa. Hizi zinakusaidia tu. Kuangalia tumbo venye inaenda. Yes, so that's about severe pneumonia. Okay. Yeah. Pengine daktari, mpenzi mtazamaji angependa kujua mtoto anaweza kuwa na pneumonia na asionyeshe dalili yoyote? Mtoto anaweza kuwa na pneumonia na asionyeshe dalili yoyote. Hapo nakubali. Ndio sababu nasema kama daktari lazima akuwe very keen. Okay. Head to toe examination. Nikiwa shule nilikuwa naambiwa kama ni mtoto mdogo, assume hii kitabu changu huyu ni mtoto mdogo. Si ndio? Wewe ndiye baba mtoto. Ukinipea mtoto, inafaa nimweke kwa mapaja yangu, on your mother's lap, on your lap. Okay. Alafu uegezama mtoto, mfungue mtoto uone ako namna gani, uangalie uso, uangalie mpaka miguu. Na ukiangalia ukifungua nguo ya mtoto unaweza kuona ile lower chest wall drawing ambayo nilikuwa naongelea. So hiyo lazima daktari ndiye akuwe very keen, ajue kama mtoto ako na pneumonia. Yes. Sasa daktari, unajua pengine wakati mama ameona dalili ndipo sasa ataweza kuchukua mtoto hospitali. Yes. Na sasa umesema kuna saa zingine huu ugonjwa huwezi kuonyesha dalili. Yes. Pengine sasa mtu atajua aje mtoto ako na pneumonia? Asa inafaa kwamba mama, baba au mzazi yoyote akiona kwamba mtoto hayuko kwa ile hali yake ya kawaida, mtoto apelekwe hospitali. Unaweza dhani maybe ni pneumonia na kumbe mtoto hajaenda choo. Ukishika tumbo yake, that's unasema head to toe examination. Lazima uangalie. Unapata mtoto kumbe kwenda choo, ako na shida. Unaweza pata kwamba mtoto kumbe hakuwa mesusu. The bladder is full. Na wewe unajua ni pneumonia, kumbe si pneumonia pia. Sasa lazima mtoto, mzazi, unajua mtoto wako venye anamkanga na mtoto wako venye huwa analala. Kama mtoto wako anaonyesha dalili ambayo sio kawaida, unampeleka hospitali. Ni juhudi ya daktari kukuambia shida ya mtoto ni ipi. Yes. Okay, asante sana kwa kutuelezea hivyo. Mbiona sana mwancho muri bitaseni Kiandezi TV. Ani gotogenda tagosanga asomoro bili wensake. Akatogenda tagokwanira igoro yoborero bwekyono goseni pneumonia. Akatogenda tagosanga nere daktari Calvin Lizanga korwa asenya gitari ya Mount Olives Mosocho. Oyo genda tagotomanya igoro yoborero bwekera berika gukwanira obumburire kyobo aberika gugweresera sobwagari nga ebimanyereri mbire byebi na ndena kibako ringole kira kwa beriko gwikirana gari ase enyagitari kwenda nababere kago tusemya nga emambi yabona iga nerebuya ayabona omoiboli kwa bagukorigereria omwana ogo wesena bwate bimanyerere binde byonsi erinde kwa bago kumoikerania ase enyagitari erindobe gakoegwa gusika koringoli gwa sena bwate mochando bonde bwensi. Wanganere byayo moiboli komanya chinchira omwana gakubuka nonye no gutina onyerero kabugete bobe igokomanya nga omochando no raso omwana gikegera nga mwana takonyara gukwana nga lero nakaigwete bo basigete igona aye obwenete kubakina kwa bagokomonto omwana ogo erinde nga kwa moikia senye gitari obaga konyora obogweni akegimana bogosangana intwe oboliri ago kubatikana no borero boigato gukwanira gusobo koreli bwinye gitari iyo ekegera nga daktari norege gase studio abekago kuireneria. Pengine daktari unaweza tuelezea tofauti ya pneumonia na asthma ni ipi? Pneumonia na asthma. Okay. Haya magonjwa mawili
yote yana affect mapafu. They both affect the lungs. Na si rahisi sana kutofautisha pneumonia na asthma kwa watoto. Okay. Sasa inabidi mtu akweki. Na vile nilisema pneumonia kuna only one difference between pneumonia and asthma. In medicine tunasema kwamba pneumonia presents with crepitations. Okay. And asthma presents with rhonchi. Asa tofauti ya crepitations na rhonchi, hizi vitu mbili ni vilio vya sauti ya kifua. Ukisikiza na hii kifaa, kwa pneumonia inakaa kama karatasi ambayo ina karatasi. Karatasi ambayo inakunjwa. Lakini kwa asthma ukisikiza na stethoscope, utasikia ni kama hiyo ni asthma. Lakini pneumonia ni ile ya asthma ni yani kuna ile kufinywa. Asa ni sauti ya asthma ni kali. Okay. Asa ni kama ni kama kuna kilio na mlio. Kilio ni ile ya juu na mlio ni ile silent. Okay. Asa unapata inakuwa hivyo sasa. Na pia unaweza pata kwamba asthma hata mtu ambaye daktari kwa na wengine unasikia tu. Nasikia tu mtu unasikia vizuri sana. Yes. So hiyo ni kazi rahisi sana kudifferentiate between pneumonia and asthma. Okay. Yes. Pengine daktari unaweza tuelezea dalili za ugonjwa wa pneumonia zinafanana na zile za ugonjwa wa asthma? Yeah, zinafanana exactly. Mingi unapata kama tulisema kwamba difficulty in breathing, ili kukosa kupumua vizuri, hiyo iko kwa asthma na pneumonia. Cough ya pneumonia because lungs as pneumonia hewa haiwezi ikapita kwa lungs. Okay. Na ile asthma ile fluid ya asthma, unajua asthma pia kuna fluid. Asa ile asthma inafunga mishipa. So sauti mlio inato. So pia hapo bado tuko na chest pains na cough. Cough is a sign of defense. Ili hewa ipite. So unapata kwamba hizi magonjwa mbili zinaenda kama bumper to bumper, unasema bumper to bumper. Ziko pamoja hivyo tu. Yeah. Yes. Yes. Ningependa ushikilie hapo tuingie mapumzikoni. Tukirudi tutaweza kuzungumza mengi, haswa tukiangazia mnafanyaje vipimo vyenu. Lemano sana mwanchi muri ilia tetasa soma tumokomoke igoto kwirana ndobe togosanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ine kwabiri gukuriye kimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Guse Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyokisi nigo yakoletere kimashini chingia echo cyugutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batarira seduka yabo imeyomo cyokisi asebare nene kurutsinsamu cha kisi kugenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyokisi na
boko bakirisi migwetera sinamba chabo Gusi Star Shop niduka rigene asoko gure ibintu bigutumika asige kigetambe asiri gurirense agerera Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimira umurwire bya twakorera diagnosis Boywa mbabwato bukorera bunde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondobonge. so nakitokero montachi obisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamonya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Esukuru yokwegelya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwato bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Kigima umwanchi omurigeria na ndengo kwaligania chinga kitagenda gusanga imemoro bili bensaki abona mambya astagenda gusanga na ndachaka ndilizanga korwa asene bitari ya mauchole sitocho bayo bageze gukwanira igoro y'umurire wiki umugoseni umonya asensemeri yabana umwanchi omurigeria ngo kwaligani bene edinde kagenda gusanga asubwa mu nyara bokwenda kubule libodi yabo bwetarasena babesimya 07929284 abigo location ya both meaning ya omuro resources media mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News
Abaigo website www.ndeztv.net kalando chenga muhia wa Kandara kwa president Benta Maina akondani kwa mpigo Fredo Nduko kwa vitare ya bokero bonchari bo Murenda Sonika atabanga na sirike baba jidi ya kero sakawa kurwa kia usura imora yite ya bene gochia ase Fredo Nduko Kevin Obiri abatabanga chairman kituto cha South komo admission agotabanga say hi to daktari. Hiyo ni muungwana sana, pia hospitali yake ikikuwa kabisa unashughulikiwa vilivyo, watu waende huko Mosocho watibiwe Mount Olive. Ndio maana sana Walter Riova akorwa Embakasi Nairobi chonde ene karando chenga Eriko Soro korwa Kiombori Taro niko ndani na my wife Monica Kwambuka ujumbe engora ase Jared Okiriama asobusiria kwa mukamo murumu abokorwa sundika wenyando engora yito ya bene 19 atila mugusu umuguso hatabanga lwari milongorogere wakiwa na Naomi watching live from Randani bumachoge gorabu nonde meyensakia na Joash Nyaikondo Gladys Moram Osembe Kennedy Gladys Nyanya Jared Oyunge 1% Thomas Rundi Steve Nyatigo Jared Ochichi Mbuni Thomas Saisi Evelyn Ombaya ujumbe mwenyora Taylor Mugusonjese na Naomi ambia wana sana MC Saida watawanga na wataramo korwa Senseneri ya St. Joseph Parish Amasago Yuni yule mmoja watawanga good morning hello everyone ambia wana sana Asper Mugeleka Kori ujumbe chene protector business mkuu wako rafisi getembe no arene yomoro video chinga kindo jenga bazu ya Bonchari watalanga niko ndani kama kawaida kutoka Bonchari Omari Frida tuko pamoja mbia mna sana Okelo omwana waska watanga watching live from Ruiru Kiambu County mbia mna sana Nancy Kemto watanga hello I'm watching this morning mbia mna sana daktari tunaweza kuzungumzia vitengo mbalimbali tuliweza kuangalia dalili za ugonjwa tukaweza kuangazia tofauti kati ya pneumonia na asthma. Sasa ningependa utuelezee vipimo vyenu wao mnafanya vipi? Yeah. Venye nilisema part 1 tulisema kwamba pneumonia inahitaji head to toe examination. Okay. Na wakati umeangalia mtoto head to examination utapick the signs and symptoms of pneumonia. Alafu pia kuna vipimo zingine ambazo tunafanya kama chest x-ray. Chest x-ray ile ni picha ambayo mtoto anachapwa anapigwa kwa kifua. Chest x-ray. So ukiangalia chest x-ray ukisoma x-ray ya mtoto ambaye akona pneumonia utaona kamba kuna white x-ray ya chest. Utapata kama hapa kwa lungs na juu hii side ya juu ya x-ray unapata kwamba kuna white matter. Hii whitish coloration ambayo in medical term we call it infiltrates. In pneumonia we have infiltrates. Yes. Unapata kwamba pneumonia huwa saa zingine sana ina confuse hata madaktari wenzangu wengine. Kwa sababu pneumonia ni infiltrates na TB pia. X-ray ya TB na pneumonia lazima tukue very careful kuangalia. Unaweza kaambia mama mtoto wako kuna TB na kumbe ako na pneumonia. Ama mtoto wako ako na pneumonia na kumbe mtoto wako na TB. So kwa hii hapa juu kwa gongs focus hapa hii sehemu za juu kwa x-ray unapata kama kuna white matter, white pneumonia ni white infiltrates. Na kwa TB utapata kama ni opacities, ni kama mashimo. Kwa TB unapata kama kuna x-ray kuna mashimo kwa lungs. Yes. Alafu pia kipimo kingine ambacho tunafanya ni kwamba what we call complete blood count. Hasa ni laboratory. Laboratory haiwezi kuambia kama kuna pneumonia la. No. Pneumonia, why we do laboratory complete blood count also called full hemogram. Tunaangalia kwa white blood cells. Kama white blood cells ziko raised above the normal levels. Tunasema kwamba huyu mtoto akona underlying bacterial infection. Because white blood cells when they are raised
they're assisting in trying to fight the underlying infection. So kama white blood cells ziko raised, ina maana kama mtoto ako na bacterial infection. Unapata mtoto anaenda kwa hospitali akona pneumonia, kwa chochote anaambiwa uko na infection. Unasema infection gani? So that's basically we give antibiotic for that. Alafu pia unapata kwa mfano kama ni mtoto niseme mtoto wangu anatibu inaitwa Cynthia. Nimetibu Cynthia tarehe 1. Nitibu Cynthia tena tarehe 7 amerudi na ako na shida ya kifua. Tena mwisho wa mwezi wa pili for example, kwa mfano tena amerudi bado kwa shida ya kifua. Itabidi nifanye what you call chest ultrasound. Chest ultrasound itaonyesha kama kuna maji kwa kifua ama kuna maji kwa kifua. Pneumonia inaweza complicate usipoitibu. What you call pleural effusion. Ambapo kuna maji kwa kifua. Mtoto akiwa na maji kwa kifua, pia kifua inakuwa heavy. Na wakati mwambia mtoto alale kwa couch, unamwexamine mtoto, asio huyu mtoto wangu, ukipiga kwa chest hivi, kwa chest, utasikia kama kuna dullness. Haitapiga sauti na unasikia sauti. Hiyo sauti haitakuwa itakuwa dull. Utasikia tu. Asa hiyo dullness ina maana kwamba kuna maji. So lazima ufanye chest ultrasound. Na pia unapata pia tunaweza fanya hata chest CT scan. CT scan ya chest inafanywa ili ujue hiyo imeenda namna gani. Hiyo extent of damage. Unaweza pata kwa lungs kuna abscess. Unatibu pneumonia na kumbe kuna abscess. Abscess ni uvimbe fulani ambao kuna uzaa ndani. Very difficult to diagnose. So hiyo lazima ufanye CT scan. Madaktari ambao wananisikiza siku ya leo, wakati umetibu mtoto not responding, kindly let's hurry in x-ray, tufanye chest x-ray, tufanye full hemogram, tufanye ultrasound, CT scan. Within a month kama mtoto respond, kindly we have to think otherwise. So wakati unapata kama mtoto ako na abscess, lazima tuangalie venye hiyo abscess hiyo uvimbe kwa lungs itatolewa namna gani. Hiyo ni kazi yetu kama daktari. Tunajua venye hiyo uvimbe tunamaliza, tunajua venye maji kwa kifua tunatoa hayo maji kwa kifua. Yes. Alafu pia tunapata kwamba dalili nyingine ya pneumonia ambao nilisahau kusema na ni muhimu sana. Unapata ile cough, inaitwa hemoptysis. Unapata mtoto anaanza koa damu. Mami, angalia mate. Mate iko na damu. So some kids, hata watu wakubwa wana present na hemoptysis ambayo inaweza kwamba coughing of blood. Unapata kama kikohozi chake badala ya kuwa na kitu kama makamasi ama kikohozi chenyewe, unapata kama kuna kadamu fulani. So hiyo pia ukifanya CT scan utajua ni madhara gani ambayo yuko kwa lungs za mtoto. Kuna pia magonjwa mengine ambayo yanakaa kama ni pneumonia lakini si pneumonia, apart from asthma. Ni magonjwa yapi hayo? Sasa kuna magonjwa ambayo yanakaa kama pneumonia na kumbe si pneumonia. In medicine we say that conditions that mimic pneumonia but are not pneumonia, or we call them differential diagnosis. Kuna ugonjwa ambao unaitwa bronchitis. Bronchitis, another medical term for bronchitis, it is called walking pneumonia. Pneumonia ambayo inatembea. Walking pneumonia is another name for bronchitis. So bronchitis ni number 1 differential ambayo naweza ambia utangazaji ama watazamaji wenzangu kwamba bronchitis na pneumonia ziko same. Mtu wa bronchitis akikohoa, mtu wa pneumonia anakoa. Mtu wa bronchitis akisema niko na chest pains, mtu wa pneumonia pia kuna chest pains. Mtu wa bronchitis akisema kama nakohoa damu, mtu wa pneumonia pia anakohoa damu. Alafu ingine pia tunaita bronchitis. Hiyo bronchitis is another condition also in the lungs.
So mtu wa bronchitis akisema kwamba nakohoa, wanimwona anasema nakohoa. Okay. Alafu pia kuna what we call tuberculosis. TB is another differential diagnosis of pneumonia. Mtu wa TB akiwa na joto, mtu wa pneumonia anasema ako na joto. Tofauti ambayo iko katikati ya mtu ambaye ako na TB na mtu ambaye ako na pneumonia ni hii. Mtu ambaye ako na TB, ile joto inakuwa continuous. Inaitwa intermittent fever. Joto inakuja inapotea. Inakuja inapotea. Mtu wa pneumonia joto ina shoot. Joto iko juu. Ingine pia unapata kwamba mtu wa kuna TB ana sweat sana ukimuuliza mami mtoto wako ana sweat saa ngapi? Sana ni saa ngapi? Mtu huwezi muelezea wewe kuna jibu kama daktari, lakini lazima muulize. Unaona mtoto wako ana sweat saa ngapi sana? Mama atakwambia mtoto usiku alali na mbadilishia matandiko mara 3 kwa usiku. Mara 3. That's called drenching night sweats. Ya TB. So hiyo itakwambia kama mtoto kumbe hana pneumonia, hako na TB. Sasa lazima ukimbie ufanye x-ray. Kwa sababu kwa TB lazima utoe sputum ya mtoto. Na kutoa kikohozi kwa mtoto ni ngumu sana. Biblia inasema kwamba itagharimu tajiri apite katika nundu ya sindano. Hivyo tu. Asa mtoto pia kutoa kikohozi cha mtoto kama TB, sputum, kuna what we call gene expert. Tunafanya gene expert. Sio rahisi. So what we do as a healthcare workers, what we do, tunafanya nini? Tunafanyia mtoto x-ray, alafu tunajua shida ya mtoto iko wapi. Namba ingine kwa tunapata kwamba another differential. Ugonjwa mwingine ambao unakaa pneumonia na sio pneumonia. Ile ambayo nilikuwa nimeongelea pleural effusion. Maji kwa kifua because ni hiyo maji si ya kawaida. Iko bacterial, viral or fungal. Si ndio? Yes, tunasema kwamba bacteria ina cause pneumonia, fungi ina cause pneumonia. Yes, inaitwa pneumocystis jirovecii. Hiyo ndio fungi ambayo ina cause pneumonia. So unapata kwamba hiyo maji si maji ya kawaida, hii kawaida hii hapana. Hiyo maji iko na infection. So wakati mtoto analia kifua, kumbe ni maji ambayo yamejaza lungs because wewe hujajua. Kuna mama ambao watoto wao hawajui watoto wao wanalala saa ngapi, wanaamka saa ngapi. Sana mama ambao wanaenda kwa masoko. Mama anaamka saa 11 ameacha mtoto na mfanyikazi wa nyumba. Anaenda kwa soko. Mama anyeshewa kwa soko, akirudi ni kuoga na kulala. Ajui hata mtoto amelala wapi? Ama mtoto ako namna gani? Ajui mtoto amelala na sweta ama hajala na sweta. So unapata tu kama hawa ndio wanatanga shida kwa hospitali. Mpata mtoto kama huyu mama ana shughuli na mtoto. Namba 2 pia watu ambao wanafanya kazi kama wewe na mimi. Hatuna time na watoto. Unapata mtu anawahi kazi. Kuna mtoto mwingine nililetewa kwa hospitali. Mtoto alikuwa na rashes kila mahali. Na babake ndiye mtoto, baba anajua mtoto ako na rash. Nikamuuliza, "Huyu ni mtoto wako ama mtoto wa jirani?" That time mtoto ni wangu. Mtoto ako na rashes, very bad rashes, na baba bado anajua mtoto ako na rashes. So wazazi kama hawa nawaomba kwamba mzazi, wacha nishauri wazazi kidogo, alafu tuendelee. Wazazi ambao wananisikiza na waomba kila siku, asubuhi, mchana, usiku, make sure umeangalia mtoto wako ama watoto wako wote kulingana na watoto ambao Mungu amekupea. Waangalie wote. Ita mtoto kuja, kama mimi mtoto wangu anaitwa Ivana kuja, uangalie Ivana kila mahali, ni mwangalie namna gani kila venye yako, sawa. Na kuna sehemu ambazo si kama wazazi tufai kuangalia, mnajua ni wapi. Yes, lazima tuangalie pia miaka. Mimi niangalie mtoto kwa namna gani. So hiyo ukiegezama mtoto wako atakwambia ako na shida. Yes. Yeah. So hizo ndio dalili ambazo magonjwa ambayo yanakaa pneumonia na si pneumonia. Okay. Unajua kuna wazazi ambao wamezoea maybe kuona hizo dalili na wakiangalia hizi dalili na kuziona watasema wachaende kwa chemist wanunue dawa wape watoto. Na tumeona kwamba kuna magonjwa ambayo yanakaribiana na pneumonia na si pneumonia. Pengine unaweza tuelezea wakati mzazi ameweza kuona hizi dalili kwa mtoto wake anafaa kuchukua jukumu lipi?
wakati ambapo mzazi ameona mtoto wake si mzuri ama hali yake ambayo ako nayo si hali ya kawaida, inafaa mzazi achukue hatua ya kupeleka mtoto kwa hospitali. Nilisema mama na chemist si mbaya, lakini vizuri mtoto apimwe. Hata watu wa chemist wengine wazuri sana, watakwambia tafadhali hii ona daktari akuandikie dawa ukuje ununue hapa. Akishampima akuandikie dawa ukuje ununue dawa hapa. So unapata wakienda kwa chemistry na waenda kwa hospitali, hiyo ndio inaleta shida ya complications of pneumonia. Complications ni kama gani? Kutapika damu. Si ndio? Hiyo mambo na maji kwa kifua. Si ndio? Mtoto kuna confusion. Si ndio? Kuna wengine pia inaitwa delirium. Mtoto anasahau, hata mtoto pia anasahau tu. Hiyo ni complication ya pneumonia. Kwa sababu infection iko mingi, mtoto hawezi click vitu zingine. So inafaa mtoto aende kwa hospitali, shida yake julikane, ndiposa apewe dawa ambayo inafaa. Yes. Okay, tunashukuru sana kwa kutuelezea hivyo. Pengine katika hospitali yenu mna pia na vipi matibabu? Hasa matibabu ya pneumonia. Pneumonia inatibiwa kulingana na classification. Vile nilisema nikianza kwamba pneumonia iko classified into 3. Kuna non pneumonia, kuna pneumonia, na kuna very severe pneumonia. Na in medicine hizi zote tatu zinaitwa pneumonia. So wakati mtoto ako na non pneumonia, what we do, kama ni non pneumonia ni kama tu homa, hii homa ya kawaida hii. Unaweza reassure mama, ama kama mtoto kuna running nose, unaweza mpea Piriton, mtoto aende arudi tena for review. Na kama mtoto ako na pneumonia, kuna what you call antibiotics ambazo tuko nazo, tunapeana watoto kwa hospitali, mtoto ambao ako na pneumonia. Si kupeana tu kila dawa, sijui napea mtoto amoxicillin, sijui napea mtoto erythromycin, sijui napea mtoto cefixime, napea mtoto augmentin. Hizo madawa mzito pia zinaharibu afya ya watoto. Mtoto akiwa na pneumonia, kuna dawa ambayo tunaita amoxicillin DT. Amoxicillin DT ndio dawa sasa ambayo tunatumia kwa pneumonia cases. Hiyo tuko nazo, na wakati mtoto ako na pneumonia tunampea dawa na inasaidia watoto wengi sana. Alafu tuko na very severe pneumonia au severe pneumonia ambapo mtoto sasa lazima akae kwa ward inpatient. Alafu dawa ambayo inatumika Kenya mzima inaitwa Expen and Gentamicin. Expen and Gentamicin are very good for severe pneumonia cases or very severe pneumonia cases. So severe pneumonia cases tunapata Expen na Gentamicin. Hizo ni dawa lazima mtoto apewe inpatient. Tumekuwa na changamoto mingi kama daktari. Unaambia mama ama mzazi ameleta mtoto ama caretaker ako na mtoto, na mwambia kama mtoto wako inafaa tumpeleka ward. Daktari kwangu ni karibu tu hapa. Ward gaki. Asa ukiambia mtoto ward gaki. Kwa Kijaluo nasemanga aje ward mango. Naenda kwa kufanya nini? Kwa Kiswahili nasemaje? Ngitoshi okare ward. Nchi kwa ward. Nka ni iga. Asa unashindwa tunatibu nka ama tunatibu ugonjwa. So hiyo ni challenge ambayo tuko nayo. So nawaomba kwamba mtoto daktari kwamba mtoto ako na pneumonia, no one is interested kukuibia. No. We are gearing at helping your kid. So wakati mtoto ako na shida ya pneumonia, umeambiwa ingia kwa ward, please. Enda kwa ward, anaweza ingia leo na kisha kuwa discharged. Jama respond. Watoto ukipata shida mtoto vizuri sana ana respond very fast. So hiyo tunatibu vizuri sana. Expen, Gentamicin. Alafu anakuwa discharged on orals. Alafu kuna zile cases ambazo severe pneumonia ambapo mtoto anahitaji oxygen. Hapo ndi mtoto ako na ile grunting, kupumua ni ngumu. Unaona kila mahali napumua. Unapata mtoto skin yake imekuwa blue. Because sema kama oxygen inafaa iwe more than 90. Ikiwa less than 90 kwa mtoto, hiyo ni very severe pneumonia. So inabidi mtoto kama huyu, kama daktari hawana oxygen kwa hospitali yao, inabidi wamrefer, kama huku we refer to KISI level 6. And KISI level 6, the CEO KISI level 6, I really appreciate you.
Instead here in studio, you've been a great blessing to us. KISI level 6, ukirifa mtoto huko, wanasaidia haraka sana. Nataka ni appreciate the CEO KISI level 6. Ukirifa mtoto huko, wanamsaidia haraka sana. Unapiga tu simu papo. Mount Olives, yes, bring the kid. Si hata watoto, kila mtu. KISI level 6 is very, very supportive and appreciative for that. So, mtoto atakuwa referred kule, mtoto awekewe oxygen, angaliwe pole pole. Akishawekewa oxygen, hii oxygen tutawekewa venye kuna dosage mpaka oxygen ambayo tunapiga, calculate dosage ya oxygen. Akishakuwa vizuri, ukiona hii venye tulisema kwamba hii SpO2 ikiwa more than 90. Naona kama yangu, tuangalie yangu ni ngapi? Inakuja hapo. Yangu 98. 98%, si unaona? Yeah. Yes. Asa 98% meaning hii oxygen yangu iko vizuri kabisa. So mtoto kama hii oxygen iko 89, ako kwa ICU, oxygen iko 89, baada kwa oxygen. Ikifika kama hii 96, you will withdraw the oxygen kwa mtoto. Uanze uende kwa madawa sasa. Kwa SPG temazi natumia sasa tena kwa ward. From there una monitor mtoto. Alafu unamdischarge. So that's how we manage the 3 classifications of pneumonia. Yes. Angependa ushikilie hapo na tuingie madukani kwanza, tutarudi tuelezee. Unajua kuna watu wenye apendi kukaa kwa ward, wana prefer mtu atibiwe kutoka nyumbani. Pengine tutatuelezea umuhimu wakati umeelezea mgonjwa kwamba anahitaji kukaa kwa ward ni upi. Kuna app ya TapTap. Najua kuna wale ambao wako zile nje za nje, na pia pengine kuna wagonjwa wanaletwa katika hospitali yako. Wanaweza tumia TapTap kulipa matibabu kupitia Ndizi TV promo code ambapo una download tu app ya TapTap. Mwenye ako kule nje zile za nje anatuma $50. Akituma $50 actually anapata $20. So wale wenye wanalipanga matibabu kupitia hospitali yako waeleze watumie TapTap. Nitawaelezea. TapTap. Yes. Na wakwenda sensemeri ya Google Play Store o download app ya TapTap wenye kurase chense chiri chama iko na ndiko ganitie gutuma chibesa gocha sense ya Kenya. Download app iyo obeko gutuma chibesa icho na gutumeka promo code ya Ndizi TV eli ndobe go kwenyorera promotion yekero gutuma $50 nigo okoba go kwenyorera $20. Sigo manchumuli ile ateto sio mi asense ya kabere ya studio tuimanye igoro ya TapTap tukoirana tobeto kugendera wesemia mani. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Twaichanire kuraria ogukwa kwa mugaka Joseph Nyakenuncha. Ogukwa kwararigwe gwa Joseph Nyakenuncha no mwana wa mugaka Zakaria Ondu no mwana Veronica Nyang'ate no mugaka Roslyn Nyakenuncha na Nyagusira Mary Mora nise Musa Nyakenuncha, Lawrence Babji, Nyagusira Polycarp, Boniface Mose, Geoffrey, Janet, Gladys, Justin, Ven na Cliff Nyakenuncha. Noyo mwabo Helen Matowori, Anthony Ondu, abare Nyagusira Sabina, Mary, Teresa, Thomas Masese, Christopher Atemo, Charles Barongo na John Barongo. Kaba muraba mwabo ne Elizabeth na Salome. Mwana o Ibrahim Nyatichi obo mwanda Bonchari na Beatrice Nyanamba kuruke gochi bobasi. Mba mwabo Professor Nyasani, Nyansera, Nyang'ao Misaro, Barnaba Ochora, Nyakenuncha Maturu na Mary Sagini. Nisa Moke Pius Abuki na bari bakurukwa Nyakenuncha. Nkorera ya Mutari, Akunga, Harrison, Nyaboga, Muchache, Ann na Ondieki. Nisa Biara Yuritha, Ven, Elizabeth, Gladys, Ann,
Muchache Jones na Gwaro. Omochango nokolekane buna ikobwatia Jumaine yechitariki 27 omotinyo gatano omwaka yega aria Mwalimu Hotel na Jumatano yechitariki 29 omotinyo gatano omwaka yega ase enkaya ya Nyaura. Narusigwe enkendu ya KTRH Alamisi yechitariki 30 omotinyo gatano omwaka yega na kwenigwa Ijuma yechitariki 31 omotinyo gatano omwaka yega. Intwe buna Ndizi TV twatomire engora yaito. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulere na biria byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki ya Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore Old Sansura Building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
yake ima mwancho murire na ndego kwaria ni Asento ndani ya mwaile chinga kitogenda gukwana aigoro yoboroire wanyumonya gosia eke uno asensemeria abandu mnatogeto gusanganere Dr. Calvin Lizanga korwa asenye gitari ya Mount Olives musocho oyogendete gotosemia amani kwendo mwancho murire akonyora ntarasosi mukigo nabagingo mubori obuya kibororora kero mwana kubikwa se wadi kegera ngabana abantu abange banje tiko bekwa gale sensemerie wadi akanyaranga awataiyo moiboli ngatiko beko mwana se wadi watebinga ya kaigangange tigango mbengo rwali kwa korunga. Daktari naweza tuambia watu wengi bedia wapendi kukaa kwa wadi apingine ni umuhimu upi upo wakati unaweka mtoto kwa wadi ukiendelea kumwangalia asa umuhimu wa ward ni kwamba we want to achieve maximum treatment. Wakati ambapo you want to achieve maximum treatment ya mgonjwa, kuna what we call medication frequency. Kuna madawa ambayo kama hiyo nimeelezea kama Expen. Expen unadunga after every 6 hours. Umeanza mtoto amekuja saa 3 kamili asubuhi kwa hospitali. Amekuja saa 3 asubuhi. Ukimweka ward inabidi umdunge sindano ya kwanza saa 3 asubuhi. Unaelewa vizuri? Saa 3 asubuhi lazima umdunge. 6 hours itakuwa saa ngapi? Saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9. Saa 9 inafaa tena pate another injection. Saa 3 usiku inafaa tena pate another injection. Saa 9 asubuhi inafaa pate another injection. Kama kwa siku mbili, the following day saa 3 asubuhi, saa 9 mchana, saa 3 usiku, saa 9 asubuhi. Asa hiyo frequency haiwezi kubali mtoto atibiwe outpatient. So akitibiwa outpatient inamaanisha kwamba we will not achieve the maximum dosage ya mtoto, tutampea underdose. Na hii underdose is very bad. Hii underdose ni very, very dangerous. Kwa sababu gani? Underdose will bring what we call complications. Namba complication gani? Resistance to antibiotics. Unapata sasa mtoto ukimpatia dawa next time akiwa na pneumonia atapona. Hii ni maana gani? Mtoto atakimbia kwa sababu ya pneumonia ambayo itabidi mtoto apeane oxygen. Sasa kuna frequency. Kenya yetu si kama US. Hatujafikia watu wa US wenye wanatibu watu wao wa pneumonia and the rest. In fact pneumonia in USA ni kama hakuna, si rahisi. Ni kama tu malaria. Umjue ukiongea mambo na malaria kwa nchi za ng'ambo ni kama hujui kitu tunasema. Huko hakuna pneumonia. Huko tukuna diabetes, hypertension, hizi ndogo ndogo. Vitu kama kuendesha, hizo zilipitwa na wakati huko. Kenya bado tuko chini, tuko na watu wanaendesha. Si hata watu wakubwa wanaendesha Kenya. Daktari naendesha sabaya sana. Mkuminyoka bobe sana. Asa mkuminyoka bobe sana. Unaona? Hizo kuminyoka hiyo huko iweza kuwa kuminyoka. Watu huko wako mbele kabisa. So sisi kama sisi wa Kenya tukubali hali yetu kwamba sisi wa Kenya na tuende na itikadi za Kenya na pia tufanye venye tulifunzwa kwa shule ya Kenya venye inafaa tutibu watoto wetu ama wakubwa wetu ambao wako na pneumonia. Yes. Okay, pengine daktari unaweza tuelezea ni njia zipi wazazi wanaweza jikinga, wanaweza kinga watoto wao kutokana na kupata ugonjwa wa pneumonia? So, kama mzazi pneumonia iko na kinga. Kuna pneumonia haina kinga lakini pneumonia iko na kinga. Kinga ya kwanza ni kwamba make sure mtoto wako akienda shule, sasa mtoto anaenda shule na mapikipiki. Mtoto amevaa nguo kama hii yangu na kwa pikipiki aenda shule. Hajavaa sweater. So hiyo what you call brisk wind. Ile inaitwa brisk wind. Ile upepo ya pikipiki si ile ya afya. Upepo ambayo inanipiga kama nimekaa hivi ni upepo ya afya. Lakini against the wind. Hiyo kuwa against. Upepo unakuja hivi, upepo kwa pikipiki unaenda hivi. Against, you are against the wind. Hiyo iko na shida kubwa sana. Inaleta pneumonia. Why? We have the nostrils ambapo hewa inapitia kwa mapua ikienda kwa lungs.
hiyo ina cause. Hasa nafaa tu make sure that watoto wetu wako warm wakitoka kwa shule ama wakitembea. Number 2, to make sure that watoto wetu wako warm wakati wa kulala usiku. Watoto wakuwe warm. Make sure mtoto wako umemfunika vizuri usiku. Ingine kama mtoto kama akona mtoto akona homa, mtoto akona makamasi nini. Ungesema pana hiyo haina dawa, kunywa maji moto. Mtoto anakunywa maji moto kwa siku mara ngapi kwa siku? Mtoto hawezi kunywa maji moto kila saa. Kama mtu mkubwa. Mtoto inabidi asompeleke hospitali. Aangaliwe kama ni Piriton, mtoto apewe Piriton. Apewe, arudi nyumbani, atakuwa vizuri. Na wakati utaenda kwa hospitali tuambie kwamba mlete after 3 days to assess. Unaweza ampea Piriton na kumbe pneumonia ilikuwa imeanza kuset in. Hiyo umefanya zero work. So you give review after 3 days mtoto anarudi uone ile homa iko namna gani. So hiyo ni preventive measures za pneumonia. Yeah. Okay. Number 2 pia another point is that kuna hao watu ambao wanakaa slums ama kwa rentals. Unapata mtoto wa jirani, hii nyumba mtoto ako na homa. Hii nyumba mtoto hana homa. Nyumba mtoto ako na homa. So wakicheza pamoja unapata watoto wote wako na homa. Na kuna mzazi ambaye mtoto wake ako na homa kuanzia January mpaka December. Kindly kama uko na jirani yako ambaye mtoto wako ako na homa throughout, enda umwambie mami naomba utibu mtoto wako kwa sababu mtoto wako ameleta homa kwa plot mzima. Yes, just tell him or her. Mwambie mtoto wako ameleta shida kwa plot. Anapenda mtoto wako nini? Homa. Yes, you may treat your kid na mengine atibu. So inaleta recurrent infections. So you pia kama mtoto mkana rafiki yako kuna mtoto akona homa, kindly advise. Yeah. Okay, pengine unaweza pia mpenzi mtazamaji wasia upi, sababu unaweza pata kuna mzazi anapeleka mtoto hospitali inaendelea kurioka. Pengine on health education concerning pneumonia ni ipi kwa wazazi? Health education concerning pneumonia. Yeah, health education concerning pneumonia na vile nimesema tu hizo nimeelezea ni kwamba mtoto na warmth tumeongelea, mtoto kuna homa tumeongelea vile unafahamu saidie. Asa health education ni kwamba make sure kama mtoto wako asipo respond kwa treatment ambayo amapewa after 3 days mtoto bado ha respond, kindly go and seek medical attention the same doctor mwenye alikuona. Mjoko wengine leo wameenda kwa hospitali, kesho wako huko, kesho kutwa wako huko, so ni ngumu sana daktari kuelewa shida yako. So na clients ukimaintain daktari wako anakuelewa vizuri sana. Kuliko leo uko pale, kesho kutwa uko huko. So mtoto kama ni huyo ninasema leo last week akija nipea Piriton. Leo wacha nimuongeze amoxicillin DT. Si tulisema hivyo. Nitampea amoxicillin DT. Asipo respond, huyo mtoto bado respond. Kwa nini? Si nifanyie x-ray tuone. So napata mtoto kumbe akona shida kwa lungs ambapo na mama mimi mtoto wako hii pneumonia imeenda sana. Itabidi tumwadmit. Simsaidie mtoto. Unlike ako hivyo ingefaa kuwa admitted na ameenda mahali amepewa tena Septrin. Sasa mtoto kama huyu kupona si rahisi sana. So it's good to maintain doctors wako, ushauri wao uende nao mpaka ufike your area of interest ambayo inaleta prognosis mzuri. Okay. Yeah. Pengine huu ugonjwa wa pneumonia huu unapona? Pneumonia inapona. Yes. Ugonjwa pneumonia unapona vizuri sana. Tena haraka sana. Ukipata the right medication. Yes. Right medication, pneumonia responds very very fast. Yes. Pengine daktari tukimalizia unaweza pia tuelezea some of your services katika hospitali ya Mount Olive Mosocho. Yes. Yeah. Mount Olive Mosocho tuko na clinic kama ya watoto, tulisema mama na watoto pia tunakuwa na clinic ya watoto. But watoto mostly watoto wako na recurrent pneumonias, wako mama na diarrheas, tunafanya what to call check up kwa watoto kama hao. Alafu tuko na malnutrition, we have some watoto ambao wako na malnutrition. Watoto ambao wanapata tumbo kwa shako na marasmus. Tunafanya nutrition services hizo pia tunaangalia watoto kama hao. Alafu pia kuna watoto ambao wako na other conditions, kwa watoto wako na rheumatic heart disease. Na rheumatic heart disease pia ni complication ya pneumonia.
Oh yes, rheumatic heart disease. Mpata mtoto ako na shida ya roho kwa sababu gani? Shida ya roho inaingia pale ambapo hukupa mtoto the right drug at the right time. Yes. So, au pia we do the follow up. Alafu pia kuja kwa watu wakubwa. Tuko na clinic ya watu wakubwa. Nilisema mwanzo kwamba tunafanya clinic ya diabetes. Tunafuatilia wagonjwa wetu. Huyu alikuwa ako na sukari. Tunafuatilia tuone anaendelea namna gani. Kuna wengine alikuja hata sukari iko 30. Wengine high. High means more than 33. Kufanya random blood sugar. Na saizi wako on diet. Still on diet. Juu sukari yao sasa iko very normal. Mtu akuwa na sukari ya 5, hawezi mpea madawa ya sukari. So wao tumeweka kwa diet. Like now kuna clans pia ambao wako na hypertension. Because now we have almost 200 clans, 210 clans ambao wako na hypertension. Au pia tunafanya clinic ya hao clans. They come on Saturdays. Hasa kama mtu ako na pressure, you can come. Tukubuka clinic yetu. We follow you up mpaka kuprogress vizuri. Kwa maana watu wengi wakiwa na hypertension unapata wanapewa tu madawa. Hypertension nilikuja kugundua kwamba hypertension, ugonjwa wa pressure si madawa peke yake. Ugonjwa wa pressure unataka ile mazungumzo ana kwa ana. Daktari na mgonjwa. Ukifunza mtu juu ya diet on hypertension, huenda haya madawa yakapungua mpaka ifike mahali normal levels ambapo huwezi tumia dawa. Asa unakuwa una maintain diet yako. Alafu pia kuna hii clinic ya rheumatoid arthritis. Watu wengi sana, wengine walikuleta kama wamebebwa, hawezi tembea. So now they are really responding. Yes, kuna madawa arthritis ambao tunapatiana na pia tunamesha kama mtoto kama mtu ambao kana arthritis, mgonjwa ambao kuna arthritis, hapa madawa medications mzuri, alafu diet. Hizi magonjwa zote ni diet. Frida, hizi haya magonjwa yote ni diet tu. Arthritis, mtu afai kunywa soda. Pressure, mtu afai kunywa soda. Ugonjwa sukari, mtu afai kunywa soda. Nyama choma, mtu arthritis afai kula nyama choma. Mtu wa pressure afai kula nyama choma. Mtu sukari na hana pressure, nyama choma but kidogo. Nani kama hizi. So, hizi diet. Diet ndio kitu maana. All these conditions, diet. So, ukiwa na arthritis, just come over, we assess your condition, tuone. Alafu kuna daktari mzuri sana anafanyanga hizo vitu. Kuna daktari Kisii, we have Children's Hospital Gatune, Dr. Rina, Galaxy wanafanya hizo, KTRH wanafanya Kisifaro Hospital, wanafanya very good imagings. Yeah, Kisii level 6 nimesema very good group of consultants. So wakishafanya hizo x-ray, tunajua extent report ya x-ray itasema, report ya MRI itaonyesha shida yako ni gani, report ya CT scan itaonyesha shida yako ni gani. So hiyo pia tunaangalia. Alafu kuna watu ambao mama gynecological services. Gynecological services, we have our gynecologist. Tunaangalia gynecological services pia ambao tunaona kama mama wako na shida, kuna hiyo shida ya fibroids, kuna shida ya abnormal uterine bleeding. Unapata mama bleeding tu iko on off. Hiyo pia tunasaidia mama kama hao. So gynecological services, we are offering those services. Alafu wengine mambo na mental health. We also do a lot in mental health. Tunafanya counseling kwa watu ambao kuna shida ya mental health. Just hizi mental health ni problem kubwa sana. Like this week we have what we call, this month is mental awareness month. Yes, shida za kiakili. Mtu ako na anxiety, mtu ako na depression, mtu ako na stress. Watu kama wote tunaongea nao, tuna advice. Kuna madaktari ambao wanakuja wanaongea na wao hapo. Alafu mgonjwa anasema asante, umenisaidia. So hizo hayo magonjwa tunaangalia vizuri sana, tunasaidia. Pia kwenye last time nikiwa hapa kulikuwa na mambo na ulcers. Hiyo kliniki ya ulcers tunaendelea nayo na I'm happy. Clients ambao walinisikiza last time nilikuwa kwa studio hapa, walikuja in large numbers. Ulcers wametibiwa. Wengine kutoka Sunika wapi. Sasa nikipiga simu anasema daktari nimesikia vizuri. So we appreciate you are coming, we appreciate you because you believe in us, we appreciate you for that given courage.
and that trust you have in our hospital. Huko pia kuna staffs ambao kuna dedicated kabisa. Our staffs are really dedicated. Once a client comes, kila staff, all of them are hands on. Class staff akiwa hands on, you get services very very fast. Yes. You have a qualified laboratory technologies pale, anaangalia lab vitu kama hizo, so mtu anakuwa vizuri. Yeah. Daktari. Kwa vile muda wetu umeyoma, ningependa uzungumze jambo lako la mwisho kwa mpenzi mtazamaji na kukaribisha katika hospitali yenu, pia uelezee inapatikana wapi. Yes. Kwanza kabisa nikubali nitoa shukrani. Nitoa shukrani kwa CEO KC Level 6 Farol kwa msaada wako. Nataka nishukuru Kevin, our MOH Iranda kwa msaada wako. Alafu pia nataka kushukuru Mosocho dispensary team, Lona, I've been very very supportive to us, and public health team wamekuwa very supportive to us kwa kazi ambayo wanafanya. I want to appreciate madaktari wote wa Kisii ambao tukituma watu mama na x-ray imaging, you all do then give us the results. I want to really appreciate you. You know, all of you the surgeons ambao wanatusaidia, we really appreciate you. Alafu pia ningependa niambie clients wetu wapendwa kwamba maternity ambayo inawasumbua, mnasema kila siku maternity iko wapi? Tunaomba Mungu atusaidie before end of this year, early August. Maternity services tutakuwa tumeanza na chanjo ya watoto tutakuwa tumeanza hapo, in that mpate services zote under one roof wenye mnahitaji, because you have trust in us. I really thank you for that. Asa kwa watazamaji wapendwa, nasema asante. Thank you so much for tuning into Ndizi TV. Nimeshukuru sana kwa sababu nimeona mmefuatilia vizuri sana. I really appreciate you. Na wacha Mungu awabariki sana. My good staffs, Mount Olives, I appreciate you kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. The board members of Mount Olives, I appreciate you for the good job. Majirani wa Mount Olives, Pillars Park, I appreciate you, Director Ndima, kwa kazi nzuri. So nashukuru sana. In case of anything, you're welcome to Mount Olives. Alafu mwisho kabisa nataka nishukuru Ndizi TV. Ndizi TV, the management, manager, directors wote wa Ndizi TV, I really appreciate you. I can't take it for granted. Pleasure is all mine. Frida, Job na wengine wote, nawashukuru sana Nchama, nawashukuru sana kwa kazi nzuri. Okay. Yes. Asante sana kwa kuitikia wito na kufika. Unaweza pia na namba ya simu ndiposa aweze kufikia. Yes. So nambari yetu ya simu, ukitaka kutupata kwa namba ya simu ni 0721 113 033. 0721 113 033. Hiyo namba ya simu, ukipiga hiyo namba utatupata na tupatia ushauri mwafaka. Asante sana daktari kwa kuzungumza nasi. Pia asante sana mpenzi mtazamaji kwa kufuatilia kipindi. Mimi na sana manje muligeria wekiraga buna to wekira mwaili abumoro weliberi tukoria roto meraneri tukoria angyo astora beto busanga mange. Mimi na sana asbari wansto bere to kobwatira na bravo anenem asensemo ya John angyo yabakago twali bagaria bene se obusanga no mwanchi muligeria na boigo mugeni to weli tukoria rero na boigo mbiyo na sana asoli bagago nekia unachili chaneli gile wikira sole asenchira bene abigenya Nchama na baba kubatana Kevin Mugambe manchu muri area wikirabu nganchire nkolero morobiri yigaiga litkoria ankyo naro tubeto kumerana asomorobiri wensakia ekemambya gutaka chinsa 12 oika chinsa isato chia mambya genda gotengera tasini Ndizi TV obona bobo nsubu mugusi area teriane Frida Kirugo. Karibu tena sana daktari. Thank you so much Frida. God bless you. God bless you. Thank you. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.